Shika haya maneno kabla hujaanza kuulizia mtu yoyote. Yashike wewe mwenyewe. Unaona, Adam and Eve walikuwa watu wa kwanza kukosea, ndio dhambi ikakuja duniani. Lakini juzi nimepatana na kijana kaniuliza, "Hey Steven, nikuuliza kitu kimoja. Unataka kuniambia mbinguni hakuna dhambi?" Nikamwambia mbinguni hakuna dhambi kabisa. Ananiambia lakini mbona shetani akawaza kugeuza sheria akiwa mbinguni? Nikamwambia kwamba shetani alikuwa na akili za kutambua mema na mabaya. Yaani alikuwa ni mtu mkubwa sana. Anaweza kutambua hiki ni kizuri na hiki si kizuri. Kwa hivyo alikuwa, yani Mungu alikuwa amemfanya ni karibu, nisijua alikuwa ameachana sana, sio sana vile. Alikuwa yani amemfanya mtu mkubwa sana huko mbinguni. So shetani alikuwa na nguvu ya kujua nikifanya hivi inaweza kuwa hivi na hivi na hivi na hivi na hivi. So nikamwambia shetani alifikiri kugeuza sheria kwa sababu alikuwa na akili ya kutambua mema na mabaya. Tukakuja kwa mtu anaitwa Adam and Eve. Kuna kitu nataka ushike hapa. Shetani anapokuja kwa maisha yako, hakujangi kukupa dhambi, anakujanga kudhibitisha dhambi. Na wewe kutambua dhambi ni ile ambayo umeambiwa hii ni dhambi. Kwa mfano, ukizaliwa leo, ukae ujue usherati ni dhambi, hujaiambiwa usherati ni dhambi. Utawaijua kweli ni dhambi? Utawaijua kweli ni dhambi. So, nataka ushike kitu kimoja hapa. Shetani anakuja kama nyoka. Na ukumbuke hapo mbele Mungu alikuwa amewaambia akina Adam and Eve, kuleni matunda yote, lakini msikule tunda la katikati. Kwa hivyo Mungu ashawaambia msikule, na dhambi inaanzanga pale ambapo unavuja sheria. Ukishavuja sheria unaingia sasa kwa kufanya dhambi. Nyoka anakuja kama shetani anakuja hapo, anamwambia, anapatana na Eva, anamwambia ati mliambiwa msikule hii tunda. Kwa nini? Si tuliambiwa tukule matunda mengine lakini tusikule. Mwambia hapana. Iko hivi. Mungu alijua mkikula hii matunda mtakuwa kama yeye. Na ni ukweli, wangekuwa kama yeye. Na wangekuwa, unajua sisi ni kama Mungu. Na kitu kimoja nataka uelewe. Tumeachana na Mungu. Mungu anasema tumeachana kama hapa juu na mbinguni vile kumeachana. Tumeachana hivi. Lakini kuna kitu cha kiungu kiko ndani yetu. Kipi? Nishike, nataka unielewe vizuri. Anambia mkikula mtakaa kama Mungu. Kukaa kama Mungu ni kutambua mambo mazuri na mabaya. Kwa hivyo wewe kukaa kama Mungu ni kwa sababu unatambua mambo mazuri na mabaya. Na mambo ya kufanya na sio ya kufanya. Haya, twende. Shetani. Sasa ule mwanamke anajaribiwa, anakula tunda. Baada ya kula tunda, analichukua, anapelekea bwanake. Bwanake baada ya kula, wakijiangalia wana tuko uchi. Sasa hapo kwanza walianza kuvuja sheria, kukula tunda la katikati. Kuvunja sheria hiyo ndio dhambi. Kutoka hapo sasa wanakuja wanaanza kuona dhambi. Tunakuwa uchi. Kunakuwa hivi na hivi. Wanaanza kujua, kitambo hawakuwa wanajua mambo mabaya, hakukuwa na dhambi kwao. Sasa wanaanza kutambua kuna dhambi na kuna mambo mabaya na mazuri. So, nataka nikuambie kitu kimoja ambacho watu wanauliza katika maisha yao. Basi kwa nini Mungu angewasamea? Usidhani kwamba Mungu angewasamea. Biblia inasema kwamba Mungu aliwatoa kwa shamba la Edeni. Kwa sababu gani? Kuna tunda lingine lilikuwa katika hiyo shamba ambalo ni tunda la uzima. So Mungu kuna vitu ameweka automatically. If you do this, you will get this. If you done this, the result will come like this. Kuna vitu Mungu ameweka automatically. Hata tunapoomba unapata Mungu vitu mingi ni system ameiweka.
una sin, yani unafanya dhambi, anakutoa kwa hiyo system, anakupeleka ingine. Ukiomba msamaha, anakurudisha kwa system. Ukitaka kutajirika, kuna system unafuata ndio ubarikiwe. Si maombi mengi, si vitu mingi unafanya, si kuomba kwingi, si kuimba kwingi. Hizo ni nonsense, hizo unafanya. Kuna system ya Mungu ambayo unafaa kuifuata ili upate vitu vyake. Sasa unaona, wameshagundua kwamba wamefanya dhambi na Mungu amekuja amewaita, Adam, mwambia tuko hapa, kwani umejificha? Tulifanya hivi na hivi na hivi na hivi. Mungu akawafukuza kutoka kwa shamba la Edeni. Sasa watu wanajiulizanga, kwa nini hawa watu hawangeomba Mungu msamaha? Ni kweli wangemuomba na angelisikia, kwa sababu ni Mungu wa huruma, lakini pamoja na kumuomba msamaha, kuna vitu ameshaziweka automatically kwa system yake. Ukifanya hivi unapata hivi. Dawa ya dhambi ni kifo. Iko automatically, hakuna kutoa. Ukifanya makosa ama dhambi, wewe unakufa. Hakuna eti Mungu atakubadilishia. Ukifanya makosa anakuwa kwa hii system. Hii system sasa unaifuata polepole mpaka siku unakufa. Tusikizane hapa. Kuna mti mwingine inajulikananga, kuna mti mwingine ambao ulikuwa katika shamba lile la Edeni, ambao ulikuwa ni mti wa tunda ambalo ungelila usingekufa, ungeishi milele. Ilikuwa ni tunda la uzima. So Mungu akaona, nataka kukujibu ambaye ulikuwa umeuliza ya maswali na unajiuliza. Mungu akaona, basi kama wameshagundua mambo mema na mabaya, hata nikiwaacha watakula tunda la uzima na watakufa. Ndipo akawatoa katika shamba la Edeni. Alafu akafanya hivi, katika ule mti akaweka malaika wenye upanga unawaka moto, na akalificha. Hauwezi kutambua liko duniani, lakini huwezi kujua liko wapi hilo tunda. Iko hivyo, aliwatoa kwa sababu hakutaka wale tunda la uzima. Shetani alitolewa mbinguni kwa sababu ameshagundua mambo mema na mabaya. Na hata wewe, sio dhambi itafanya usiende mbinguni. Kitu ambacho kitafanya usiende mbinguni ni kuamini kwako. Amini Mungu, ama amini Yesu Kristo, kwa maana Biblia inasema kwamba yeyote yule amwaminie Yesu Kristo ataokolewa, asife, na atapata uzima wa milele. Kwa hivyo kupata uzima wa milele si kwamba wewe ufanye. Kila mtu ni mfanya dhambi. Nataka unishike hapa. Kitu kinaweza kukusaidia hapa ni wewe kumwamini Yesu Kristo, na utarithi ufalme wa mbingu. Barikiwe sana.